Absolutely, ari ni kiumia kingi kiega mwiroreri wa Muthingi TV na ni twagiuka na ngai kunyita ugeni guku ari tabarira-ini ya Mwihangiri guku kwa Muthingi TV. Ari ni kiumia kingi kiega ngakihoka ati ni ikoretwo na ihinda riega na ni ikoretwo na kahinda kega nginyagia wira-ini waku. Na ndio ni twagiuka aha haria tugicamanagia tugiko tukinyitanira na Mwihangiri witu ari mugeni na Mwihangiri wa kiumia giki nake agagitulithia thabari gake nginyagia hau agikinyite ngai kunyita ugeni kiko kinyitanira na ithu ona koraniria na ithu kugera nenda citu cia ukinyanira Facebook, YouTube tukiri kuo ona nginyagia television-ini yaku nie ngikwamukira riakwa ni Mwangi wa Murugi na umuthi tuhiukite nginyagia kuria county-ini ni kana mwena wa Kamuru tiko tukinyitanira na Mwihangiri witu mugeni witu wa kiumia giki agitutirithia agitwire we niwe na umuthi ni gwa Fabo Agency Cleaning Services ndugiuke tiko tukinyitanira nake. Na negatho na goko ni kuo tweko tugikinyana tweko tukinyitwo ugeni ni goko ni office-ini ya Benjamin goko kwa Fabo Agency Cleaning Services na iko tweko tukinyitanira umuthi na umuthi ni ukijetekeria tweko tugicenjia ruthiomio kidogo ni tweko tukihota kunyitanira nake na njira njega. Karibu sana ili tuweze kushirikiana na tuweze kutangamana vizuri na hata na mtazamaji wetu. Karibuni sana watazamaji. Mimi naitwa Benjamin Mwihangiri. Mimi ndio director of Fabo Agency Cleaning Maintenance Services. Karibuni sana Kamulu, tuko hapa Kamulu Ruai on the way to Kangundo Road. Na labda kuna mtu ama kuna mtazamaji pale hivi ameweza kusikia Benjamin Fabo Agency Cleaners. Labda unaweza elezea tu kwa kifupi ndio tuweze kuendelea. Labda Fabo Agency ni nini na haswa ni kazi gani ambayo mnafanya ili tuweze kuendelea. Okay, asante. Fabo Agency ni kampuni ya kufanya usafi. Inaitwa Fabo Agency Cleaning and Maintenance Services. Na tumekuwa tukifanya usafi kwa miaka 4. Kwa hivyo Mungu akitujalia mwaka ujao tutakuwa na kwa miaka 5. Na tunafanya cleaning kwa namna nyingi. Tunafanya kutoka ofisi, nyumba kubwa, nyumba za watu wa nyumbani, na pia zile carpets ambazo ziko kwa home office carpets. Tunafanya vitu kama hizo. Na pia kuna contract ambazo tunafanya cleaning contract. Cleaning contract ni kwamba kama unataka wafanye kazi 3 4 wafanye hapo kazi mwaka mzima ama miezi kadhaa. Pia tunafanya domestic cleaning ambapo tunakuja kwako na tuambie tunataka tukuoshe viti, tunachukua hizo viti tunaosha, mattress sababu mattress pia uchafuka. Nyumba pia unaweza pata ile sehemu ya toilet peke yake. Toilet ni looking very bad. Na pengine unatarajia wageni. So hiyo ndio kitu Fabo Agency wanafanya. So sisi tuna concentrate na cleaning. Tunaweza sema cleaning is our next name. Fabo Agency inakuja kwa namna mbili. Namna kwanza ni mimi wa mwanzo ni napenda sana Arsenal Football Club. So wakati nilikuwa kijana mdogo kidogo, so si bado nimezeeka, kulikuwa na mchezaji alikuwa anaitwa Cesc Fabregas. Na alikuwa anapiga bao na sika commentator anasema Fab. Alafu ikawa hiyo jina Fab nimependa jina napenda huyo pia. Alafu pia kuna jina yangu ambayo inaitwa Ogenrot. Najua wengi mtashindwa kuitamka. So nikiwa shule watoto wengine wakashinda pia kuitamka. Mwalimu fulani akaanza kuniita Ogen. So wanafunzi wakasema wakazoea Ogen. So hiyo ikakuwa ni Ogen. So wakati kuja na kampuni kumbuka ule mchezaji anaitwa Fabregas. So mimi nikakuja na Fab alafu Ogen. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ni Mungu aliponibariki familia yangu. Hii Fabo Agency inatokana na familia. So kuna Faith, kuna Ashley na kuna Benjamin. So ukishikanisha hivyo, alafu family name Ogen na kuja Fabo Agency. Ndio. Wow, na nimependa hivyo. Nyinyi ndio mnakuanga ile timu wanakuanga kiburi sana, mnatusumbua sana. Especially sasa hivi vile umekalia juu ya ligi. Kwanza ukisema hivyo, hiki kombe tumeshika kwa mfuko. Tukicheza tunacheza tu. Anyway, asante. Wacha kwanza tuachane na kaburu. Vile sasa kuna vile mmeweza kuguzia ati mmeweza kuanza ama mmekuwa kwa industry kwa miaka 4. Naam. Labda ni mwaka upi huo vile mliweza kuanza, and especially nikijaribu kufanya hesabu zangu hivi karibu vile corona iliweza kuingia katika nchi. Naam. Na labda unaweza waelezea tu kidogo labda ni mwaka gani huu na ambao mliweza kuanza, manake nimeweza kusikia ukisema you are 4 years in the industry. Labda unaweza
kuelezea tu kidogo labda ni mwaka upi huu mliweza kuanzisha? Maanake hata nikiangalia naona mliweza kuanzisha, nikifanya hesabu zangu naona zinaingiana na wakati corona iliweza kuingia katika taifa letu. Mwanzo nikurudishe nyuma kidogo, nilifanya ugaibuni miaka miwili. Hii kazi ya usafi na nilifanya katika tuseme airport miaka miwili, na nilipenda. Maanake nilipokuwa naenda pale sikufurahia hii kazi, lakini nilipokuwa kwenye hii kazi nikaanza kubadilisha nia mawazo, nikaona kumbe kazi hivi na hivi na hivi. Na pia nikaona kuna venye watu wanachukulia watu hivi, na kuna ukifanya kazi yako vizuri watu wanaipokea vizuri. So mimi nikakuja na hiyo idea. So nikakuja 2019 na hiyo corona nikakuja 2020. So nilipoanza baada ya miezi 2 miezi 3 kila kitu ka collapse. So zile kazi 2 3 nilikuwa nazo chini, wale wafanyikazi 2 3 nilikuwa nao chini. Haya, tukarudia Mungu, tukalilia Mungu, tukaenda. Wakati ule ilikuwa Rongai. Nikatoka Rongai nikazunguka, nimefuata familia, nikarudi, nikakuja nikatulia sasa hapa Kamulu, tuseme 2021 hapo Oktoba. Kutoka hapo Mungu ni nani halali, kaanza kulisha watu wateja pole pole. Na kule customer wa Rongai ananipigia simu, ulienda wapi nini, njoo tuoshe viti. Nashukuru ninaenda. Na wakati niko pole, sina kazi sana, naenda kwa wengine na wazungumzia hivi na hivi na hivi, hoteli, bar, maofisi. So unapata baadaye wanasema yuko na idea, yuko na kitu mzuri, njoo tuonyeshe. Hivyo pole pole nikaanza kurudisha wafanyikazi, tunaenda na wao kila ninapopata kitu ya kufanya ninawaita, maana nawaamini sana, nimewafunza. So tukabuild hivyo team hadi wakati tunasukuma bado. Job unanikumbusha mengi. Okay, in short, let's say life ili ni pull down kutoka 2016 hadi kutoka 2015 wakati Mungu alinibless na family, then life can pull down kidogo, then I turn back to God and ask, where's the way forward? Where do I do? So God in his own marvelous way open ways, tukasikia kuna job mahali fulani. Mind you, I did not choose the job. I just said I want to provide for my family. So mimi huyo interview nini nikaenda. Kwanza sikuwa najua kwa tu ni cleaning. So niliposikia cleaning nikaanza kufanya tu research. Sababu mimi nilikuwa nimetoka cleaning, ilikuwa tu nasikia tu kwa mbali, nikaanza kufanya research yangu 2 3. Nikaenda pass interview. Nilipofika pale zile machines nikaona, zingine nilikuwa nimeona huko hivi lakini sikuwa nimepay so much thought about them. Machine nikaona pale, usafi ndio standard iko pale, mawazo ikaanza kubadilika. Mwanzo acha tusitumie mama for you, pengine inaweza kwa tuseme professional cleaner na mmoja tu anafanya kazi. Mwanzo professional cleaner anajua nimekuja kufanya kazi, kama ni kufua nguo, ama kama ni kufua mikeka, ama kama ni kuosha nyumba. Mambo mengine sijui. So kama yeye amekuja ni kama amekuja na package, unalipa hii pesa sababu nimekuja kuosha mkeka. So kama una vyombo chafu, hiyo ni biashara nyingine, Ndio unapata watu wengine sababu like hawako professional, wanakuja tu wanafanya kazi tu. Yeye maana yake ni nini? Nipe pesa niende. Lakini pande yangu mimi, kabla niotoke kwa mlango yako na kugana rudi na angalia ile kazi yako umeniitia vile nimefanya, mimi mwenyewe niridhike kwanza kabla wewe uridhike. Nikiridhika ni sawa. Na kusema kweli mimi nikiona kazi, nikiona hiyo chafu haiwezi, sitakudanganya, nikupeleke tu na kwambia tu ili acha kwa siku mingi. So hata tukifanya hivi, ikiti yako tutazidi kuiharibu, hii mkeka tutazidi kuharibu. So hadiwezi fanyika kitu ni kuosha tu, lakini maindi ukijua inaenda ikiharibika. Ndio. Na kama kawaida katika kazi zote, na aswa wakati huu nasikia watu wengi sana wanaweza kulalamika kwamba wako na masaibu tofauti kwenye kazi zao. Labda sijui ni yepi haswa wewe umeweza kukumbana nayo kwenye hii kazi yako ya usafi ama ya services za cleaning haswa yenye mnayofanya? Mwanzo acha nimueleze hivi. Carpet ama kiti, carpet na viti zote zinakuja different colors, textures, na zote ziko na different standards za kuoshwa. Sawa. So unaweza pata kwamba kiti hii video utaosha, sisi video utaosha ile. Hapa karibu nina hii machine. Hii ni drill. Na hii machine, hii brush kwa inazunguka more than
500 RPM. RPM ni rate per second zenye inazunguka nayo. So wakati nimekelea hivi kwa kiti inazunguka. Sasa nataka ufanye kama mkono wako ndio unasugua, utachoka na itakuwa safi. Lakini hii inafanya haraka. Sijui kama tutaona kuna mashine nyingine hapo unaona inaitwa hiyo vacuum. Hiyo nayo kwa inanyonya ile maji na ile uchafu. Kwa hivyo inafanya kiti inakauka kwa haraka, unaona. So hii mashine unaona hapa, hii nayo ni ya kuosha carpet na pia kuosha floor huko chini. Manake kama una sehemu kubwa ukisema inamina usugue na mkono utamaliza. Na pia kama ni carpet, hii brush unaona hapa. Hii brush ni ya carpet. Unaona iko hivi. Na kando yake kidogo unaona kuna hii. So hii inaitwa pad. So hii pad ndio unatumia kwa tiles, unaona. Na hii inatumika kwa carpet peke yake. Hata ukishika hivi unasikia tofauti. Na zote zinaingia katika hii machine. Kila moja baada kulingana ile kazi unafanya. Kuna brush nyingine kama nzito, hard sana. Sasa unasikia mahali kama kabro ama tuseme pale hapo chini inasugua nao. Maana yake hiyo ukisugua unaharibu. Hiyo ukisugua unaharibu. So kuna brush nyingine pale ambayo ni ngumu inafanya hiyo kazi. Yes. Na kwa ajili ya wakati naona wakati kwamba umeweza kutukimbiza vizuri, ningependa tu kwanza uweze kushikilia hapo hivi tutaweza kurejea. Kwa wewe mwiroreri wa Muthingi TV ndugaikorwo ugithiora na waikorwo kigwa karugano ka Mwihangiri itu na mugeni witu wa kiumia giki mundu witu ti Benjamin's Purple Cleaning Services kuria tukinyitanire nake na umuthi ni gugithera fiu. Umuthi twatigira ni twagithera oro fiu. Koguo ndiko ugithikora ihundi enda tugikirie oro hanini tucoke tugicokererie na mugeni witu. Number ni 0701 620 847. 0701 62 08 47. Hao pia unaweza pitia tovuti yetu www.fabogenservices.co.ke. Asante sana. Ore murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke. ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Nako kaguru karime gatihana kari muhuru nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema negeka na ngomia kene wira wa diraga na goko na goko ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethera-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio ni tugicamanagia o kiumia tabarira-ini ya Mwihangiri turi na Mwihangiri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu angietha kihoto giake
mwana ena right yake na mwana we ni innocent Yoto iriko na muthuri na mutumia toko na indo ikwari watho ni witikiritie ciana icio utigirwo Nyitana nani Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigiri cia hwaini tuthome na tuhiganie ciĩgiĩ watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password ekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wathe wa mukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Beautiful na nitwagicokereria na tukirio guku tafarira-ini ya Mwihangiri kuria tukiri na Mwihangiri twa muthenya wa umuthi mundu gwitu ti Benjamin niwe murugamiri wa kambuni ino ya utheru ya Fabogen Cleaners na nikuo turagithi na mbere na tafarira itu ya Mwihangiri na niwaikorwo ukigua to utheru ona nginyagia kirikaniro ni giakiugire ati cleanliness is second to godliness. Koguo ri ndugicokereria na tukinyitanire tugikorwo tugithi na mbere na mugeni witu agitutariria ona thabari yake thiini wa wira uyu akirutaga tugikiatia kwa tobe tuigaga kathi niguo tuikorwo tugithie na mbere. Sababu kwa nini mtu achague sisi kuliko wengine? Number one, sisi tuko na machine zetu. So kulingana cost effectively tutakucharge vizuri sababu tuko na machine zetu. Hakuna haja tuko mambo yako haya na all that. Number two, we are time cautious. Tukikwambia tutafika saa 3, tutafika saa 3. Tukwambia kitu tutafanyika kitu fulani, tutafanyika kitu fulani. Number 4, tukielewana this thing inafanya hivi, lazima tupeane advice kwamba kuko hivi na hivi na matokeo itakuwa hivi. We are accessible. No, so sisi si wale wadogo na sisi wale wakubwa ati tutasema ndio hatuwezi fanya kazi na wao. No, sisi tuko accessible, tupigie simu, tukuje tupange kazi. Muhimu zaidi, we are trained and my staffs are also trained. Myself, I do thorough training, retraining and retraining. Na kuna kitu sikukwambia. Cleaning aishi. Na hata pia mimi bado mufanya research. Sababu kila siku bado mkoga mimi na learn. The same naambia my own staff kwamba lazima muwe mkiji-equip na new knowledge every day and every day sababu cleaning inaenda iki-change. Umeuliza kuhusu hii machine baada ya kuangalia zingine. Hii machine kwa lugha ya Kimombo wanaita floor scrubber ama wanaita single disc. Single disc manake hii inaitwa disc. Na ni moja sababu kuna zingine double napata hii machine kubwa kidogo natumia hii na zingine inaitwa double, inaitwa single disc. Hii inaitwa 175 RPM. RPM nilikwambia ni rate per rotation per minute. So ni sababu wakati umeweka machine on unasikia hiyo moto inazunguka. So inazunguka 175 times per in 1 minute. Ndio maana inaitwa hivyo. Bila hii machine si vizuri ianze. Sababu pengine inaweza kwa kuna mtoto au kuna mtu mwingine anaweza kuja na haraka zake afinye hii. Lakini unless umefinyilia hizi zingie ndani sababu safety. Na hii ndio power button. So nikitoa safety nikekeli power button haiwezi ingia. Lakini kifinya hii ndani, hizi ndani umetoa ile safety, alafu unaweka machine inaanza. Mwanzo hii ni water tank, maji na sabuni yako unaweka hapa ndani. Alafu hii inaitwa handle. Hii ukivuta hivi juu na una just mkono venye inafaa kuwa. Hii hapa ni ya kurelease maji.
So wakati utaona nimevuta hii juu, unaweza notice kwamba maji na nini na inateremka hapa. Sawa, hiyo ni ya kuteremsha. Hii nayo inaitwa safety button. Manake safety ni muhimu sana kwa cleaning. So wakati umeka machine kidogo unataka kufanya kitu fulani, mwingine anaweza pita tu akafanya akaanza kuweka on. So hii inaitwa safety sababu unless ufanye hivi, uzivute hii machine zikakuwa on. Then uweke hivi ndio uvute hizi. Hii ni kama ndio power. Ndio uvute juu hivi inazunguka. Ni sawa. Nataka kuonesha yote venye na machine inatumika. Hii tumekuambia pad yake na hiyo disk yake. Mwanzo tunalalisha hivi machine. Unaona hii ndio ina hold hii hapa. Unaona meno zake venye ziko. So zinaingiana hivi. Ukipeleka hivyo upande wako wa kulia ni imeshika. Ukirudisha hivi ni kutoa. Sawa? So nimeweka hivyo. Sasa nimeona nimeshika imefanya nini? Nimeshika kabisa. Hii naiweka hapa. Kisha nainua machine. Sawa? Inasemekana machine iveko kwa hivi kwa muda mrefu sababu hii tayari hii ni 40 kg hii peke yake. Kwa hivyo kama kuna ile pad ya kuosha carpet ama hiyo uzito inaharibu. So the sooner unatumia unatoa the better. Ndio machine ishi miaka mingi. Kisha unalalisha hivi. Kumbuka mkono fake kwa hivi unaumiza huku. Mkono unafaa kuwa hivi. Sawa? Hiyo free hand kabisa. Umeshika maji na sabuni. Sawa? Umeweka. Unaona penye mkono wangu iko? Kisha angalia pale chini ile pad imekauka, ni dry. Floor ni dry. So ukizungusha hivi utakuwa unaharibu pad. Kitu muhimu ni kumake sure hiyo pad iko wet. Unavuta hii. Kwa sasa unaona venye iko, hiyo pad imekauka sana. So ukianza kufanya machine iende, utakuwa unaharibu, utaiharibu. Kwa hivyo unaifanya na kwa nyevu ama wanasema wet. Unavuta hii imekwambia maji navuta kidogo. Sasa imekuwa wet. Kisha kila kitu unaona iko sawa. Una make sure kuna mtu nyuma yako ama kuna kitu inakuzuia. Unaweka on, machine inaenda. Sawa. Inaenda. Unaona imekuwa sawa. Unaenda ukiongeza sabuni. Kuna kitu ndakueleza. Venye unatumia hii wakati unainua hivi mkono, machine inaenda upande wako wa kulia. Ukiteremsha inaenda kushoto. So machine hiyo nimeongeza sabuni hapo. Sawa. Haya, tazama. Wakati nataka machine iende upande wako ama upande wa kulia wangu, nainua mkono juu kidogo. Wakati nataka rudi ile upande, nalegeza mkono, nalegeza kidogo. Sawa. Wakati nataka iende mbele, ninaisukuma pole pole. Kama nikurudisha nyuma, naivuta. Tazama, unaweza simama hapo tu peke yake. Unaona kwenye iko, nitasimama hapo. Sawa. Alafu narudisha hivyo. Na kama nimeweka kando, nafanya nini? Naja natoa. Nikishamaliza. Ninatoa, ninaweka kando. Sawa. Unaona ile uchafu yenye ilikuwa kwenye hiyo sakafu venye ilikuwa uchafu. Na kupanguza hapa. Baadaye mwenye hapo akiona tuona kazi imefanyika. Na hivyo tunafurahia. Sawa. Machine ukimaliza kitu ya kwanza ni kutoa kwa moto. Sababu safety ni kitu moja muhimu sana. Unatoa unaweka kando. Na machine unaweza tumia kwa muda, pia unaipatia muda inapumzika. Sijui ndio ni kama imekuajiri. Lazima itunze. Kama vile nasema tunza punda wako akutunze. Na tunza machine nitunze. Ndio. Na labda kwa mtazamaji ama mtu yeyote labda angependa kujinunulia ile machine aweze kuitumia. Naam. Hii kwako labda ulinunua pesa ngapi? Najua wengine utaona ni kama ni mchezo. Wakati pikipiki ilikuwa inatoka 75,000 mwaka wa hiyo nimekwambia nikianza, ndio ilikuwa inatoka 75. Lakini bado nashangaa iko sasa ina mahali 75-85 utapata. Hiyo ni mpya. Maana itakuja na hizo pad zake. Nimekwambia pad 3, kuna brush carpet, hard floor na hii hapa hivi nitakuja nayo. Ile kitu itakuja nayo ni hiyo pad ya green, sababu hiyo unanua tofauti. Ndio. Okay. Nashukuru sana. Naweza sasa kujua hadi vile nitaitumia hii machine. Karibu sana. Ni machine mzuri ukitunza itakutunza. Ndio. Tafadhali usione gumu kutuita kuja kufanya kazi kwako. Tutaelewana. Piga simu 0701 62 08
47 0701 620 847 au unaweza tuangalia pia kwenye tovuti www.fabogenservices.co.ke. Facebook pia unaweza tuangalia Fabogen Clean and Maintenance Services. Like, share, follow. Tunashukuru. Tutazungumza, tutakufanyia kazi safi. Kila kitu ni kuzungumza. Ningependa kuona utumie machine juu nimekufunza. Nijua kama mimi ni mwalimu mzuri na wewe ni mwanafunzi mzuri. Nice one. Tujalie tuone kama tukuhota vile tumeweza kufunzwa na mwalimu wetu. Twende. Nimeambiwa kwanza tunafanya hivyo. Na idua hivyo. Lakini kwanza tuweke zile pande. Unaweza nisaidia kuweka hapo hivyo labda? Nitakusaidia. Inalisha kabisa. Gitago githomo. Tuambe tuguzie uguo, tugaikurukia uguo. Tunafanya hivyo? Naam. I guess nimeweka ile level nzuri. Teremsha kidogo. Hivyo. Sawa? Una sukuma safety buttons. Safi ndio. Ndani. Hivyo. Pande zote. Oh, pande zote. Sukuma mbele. Nice one. Tugacoka ukiugua. Na hau niho twagikinyia. Thank you so much ntondo ikorwo unyitanire na ithuĩ na no ikorwo ukigua mugeni witu gwitwo T Benjamin kana guko gwa Fabogen Cleaners. I guess nimesema vizuri. Fabogen Cleaning Services. Fabogen Cleaning Services. Na no ikorwo na huyo ndamekuwa mgeni wetu na nĩũgwĩtũrekera nĩ tondũ kĩhũthĩra gĩthweri mũno gĩtikoragwo gĩkanua gaitũ no ngabo cia mwanya mũno nĩguo kĩnyitanĩra na hau nĩho twagĩkorwo tũgĩkinyia ndagĩkũhe namba nĩagĩkũhe namba nĩagĩkũhe kũrĩa ũngĩkorwo ũkĩmuona koguo ũngĩmũgiethane nĩguo mũgĩkorwo mũgĩtirithania wakĩenda services ciake mũhũrĩre namba no tabarĩra-inĩ ya Mwihangiri gũkũ kwa Mũthingi TV ũmũthĩ tugikinyie hau icio ingĩ nĩ tũrĩkeria thutha nginyagia kiumia gĩũkĩte wa gũkũ tabarĩra-inĩ ya Mwihangiri Mũthingi TV nĩ rĩakwa no Mwangi wa Mwarugi.